Kwa wale ambao wanashuku ama bado wanafikiria ama wanadhana kwamba Rais Ruto hatachaguliwa tena, ndio wana haki kwa kufikiria hivyo, kwa sababu hawatamchagua, isipokuwa kuna wale ambao watamchagua. Ni sababu zipi ambazo zinamfanya Rais Ruto aweze kuchaguliwa? Mwanzo kabisa ni kwa sababu za kifedha. William Ruto has the financial muscle and is ready to spend it, and he has started spending the money. He's going to spend the amount to ensure that he gets back to the office and to recover the amount that he has spent once he is back in the office. Kwa hivyo, kwa wale ambao wanafikiria kwamba William Ruto hawezi rudi, hawezi chaguliwa tena, mjue kwamba siasa ni pesa. Ndio uchaguliwe kama rais, lazima ukuwe na pesa ya kutosha na ukuwe tayari kutumia fedha hizo kupata kuchaguliwa tena. Kwa hivyo William Ruto, kwa wale wote ambao wanawania kiti cha urais kwa sasa Kenya, Rais Ruto ndio ana hela zaidi kuliko Mkenya yeyote. Kwa hivyo atachaguliwa kwa msingi huo. Pili, Rais Ruto kwa hizo fedha zake yuko tayari kuzitumia, na pia tayari ameanza kuzitumia kwa wale ambao anawanunua, anawavuta karibu, wakae na yeye, wamsaidie kupiga kampeni za uchaguzi ujao. Cha pili ni kwamba Rais Ruto atachaguliwa kwa sababu Rais Ruto anajua kuongea na watu. He's a good orator. Ana utamu wa lugha. Ndimi zake ama ulimi wake una uwezo mkubwa wa kushawishi umma. Kwa hivyo Ruto atachaguliwa kwa sababu huo wa uwezo wa kuwashawishi Wakenya wengi, na vile vile kuwashawishi ulimwengu mzima kwamba yeye ndiye rais anayefaa, ama yeye ndiye kiongozi anayefaa kuongoza Kenya na sio mwingine ila yeye. Jinsi alivyofanya mwaka wa 2022 alipochaguliwa. Kwa hivyo wakati tunapiga kelele tukisema one term, Rais Ruto anajipanga kwa sasa, ananoa midomo yake. Midomo ni kunolewa tu, ananoa tu ulimi, mdomo unanolewa tu na kupangiwa ujumbe. Wakati ataanza kuongea, akisimama pale, kila mtu anapiga makofi na wanaamini kwamba yote yale atasema atayatenda. Kwa hivyo, kwa msingi huo pia wa uwezo wa Rais Ruto kuongea na kuwa na ushawishi mkubwa na kuwa na ulimi mtamu, utafanya Rais Ruto achaguliwe tena na Wakenya wengi sana. Watu wapende wasipende. Ya tatu tena ni muhimu ni kwamba Rais Ruto si mwoga. Si mwoga, ni mwenye akitaka kitu
anaitafuta na anaichukua na anaiweka yake. Mliona jinsi alivyozunguka Kenya mzima akitafuta kura. Na Rais Ruto ni yule mtu mwenye akitaka kitu hawezi kubali usimame mbele yake umzuie kuchukua pale. Na anaona mafuta ndio ile pale ama maziwa ndio ile pale, na unataka kunizuia kunywa maziwa. Ruto atapita na wewe. Kwa hivyo he is a brave guy, brave and confident. He will go for what he wants, whether you like it or not. He will not allow you to stand on his way to achieve his goals. So this is also another aspect that is going to make President Ruto get what he wants in 2027. The fourth one, which is also very important, is the fact that Ruto ameshikana na Wajaluo. Ukichunguza siasa zote za Kenya, wengi wanaoshikana na Wajaluo hufaulu, kwa sababu wale ni watu ambao ni kama kujitoa mahanga. Wako tayari kusimama na wewe mpaka mwisho. Wako tayari kupigania. Wako tayari kupigana kwa niaba yako. Ukichunguza Kenya, siasa zote za Kenya, wanaofanya na kuleta maandamano ni Wajaluo. Wanaoleta fujo ni Wajaluo. Wanaopigana ni Wajaluo. Wanaotandika watu ni Wajaluo. Kwa hivyo kwa sasa Ruto amewachukua na akawaingiza, akawaitia mfukoni. Akachukua viongozi wao akawatia mfukoni na kuahidi nafasi za kazi na kuwapatia nafasi za kazi pia vile vile. Kwa hivyo ushauri wangu kwa Rais Ruto kama Mkenya ni kwamba ukitaka kura za Wajaluo na ukitaka Wajaluo wakuunge mkono kwa dhati, chukua msichana kama Winnie Odinga, mweke makamu wako. Ukimchukua Winnie ukamweka makamu wako ama naibu wako, utakuwa umechanganya akili ya Wajaluo na utakuwa umechanganya akili ya vijana, kwa sababu Winnie Odinga ni Gen Z. Utakuwa umechukua kura za magen Z na vile vile kura zote za Nyanza. Kwa hivyo ushauri wangu mkubwa kwako Rais Ruto, chukua Winnie Odinga, mweke naibu wako 2027. Kindiki kazi yake imeisha. Na ujue kuna kitu inaitwa loyalty. Ukimweka Winnie pale, the level of loyalty ile utapata kwa Wajaluo ni ya hali ya juu sana. Watakuunga mkono zaidi ya 2027. Kwa hivyo hayo tu ndio ninayo kwa sasa, na kuwajulisha wale ambao wanafikiria kwamba Ruto ni one term. Ruto sio one term, kwa sababu hakuna mtu yeyote Kenya mwenye anaweza itisha maandamano na ifaulu jinsi Wajaluo walikuwa wanaenda maandamano. Wajaluo kwa sasa hawako tayari, na wanasema hawako tayari kwenda maandamano kupigania mtu ili mtu achukue uongozi. Na kwa wale ambao nikitaja Wakikuyu kwa mfano, wenye wanafikiria kwamba Gachagua anaweza chaguliwa rais, haiwezekani. Hapo na wahakikishia Gachagua hawezi pata. Na Gachagua akitaka vizuri, yani Mkikuyu akitaka vizuri tena wakaribie kunusa uongozi, wakaribie tu kunusa uongozi, Gachagua muweke mbali sana.
mlete new face, lakini sio Gachagua. Gachagua amethibitisha kwamba yeye ni mkabila sana, na Wakenya hawako tayari kufanya kazi na mkabila. Kwa hivyo tafuteni mtu tofauti na Gachagua, na huyo mtu tofauti si eti atawania urais. Awe tayari kuwa naibu ama kuwa waziri mkuu ama kuwa memba tu hapo ndani, unaona. Lakini si eti yeye ndiye atachaguliwa kama rais. Hiyo msahau kabisa. Itawachukua muda mrefu sana kupata nafasi ya urais tena nchini Kenya. Lakini si kwa ubaya, nawaeleza tu ukweli wa mambo jinsi ilivyo. Na ni hayo tu kwa leo. Mngoje tena siku ya pili. Asanteni.